awe chombo cha heshima cha kumfaa Kristo. Haleluya. 3:16 kitabu cha Yohana, Injili ya Yohana anasema, kwa maana jinsi hii Mungu alimtoa mwana wa pekee, alimtoa kama zawadi, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Kwa hiyo hapa nazungumza na mnabii, nazungumza na mtu aliyetengwa. 15:16 Injili ya Yohana anasema, si ninyi mlionichagua, bali mimi naliwachagua. Sio sisi tuliochagua. Sio mimi niliyemchagua Kristo, wala sio wewe uliyemchagua Kristo. Ukirudi kule 1:12 ukishuka pale chini, anasema hakujafanywa kwa mapenzi ya mwanadamu, bali ni kwa mapenzi yake Mungu. Aliona ni vema atusamehe kwa neno lake. Tena tumezaliwa si kwa mbegu ya dijitali, tumezaliwa kwa imani, kwa mapenzi yake Mungu. Aliona atusamehe, aliona atufanye na kutufanya kuwa watoto wake. Kwa hiyo Mungu akatuchagua tuwe watoto wake, akatuweka tukae, tupate kuzaa matunda, na matunda yetu yapate kukaa, ili lolote tunalomuomba Mungu lipate kupendeka. Yesu akasema kwa jina lake tukiomba. Ukiendelea kusoma pale mstari wa 16, yeye mstari wa 16 kitabu cha Yohana sura ya 15, Injili kama ilivyoandikwa Yohana 15 mstari wa 16 na kuendelea pale. Najaribu kuweka msingi, naweka msingi. Sisi ni wanadhiri. Wengine walikuwa wanadhiri toka kwenye matumbo ya mama zao. Kwa hiyo wazazi wao walipewa onyo kwamba msitumie mvinyo, maana yake na kile kitakachozaliwa kisitumie mvinyo. Kwa nini? Kwa sababu hicho kimetengwa kwa kazi maalum. Narudi, wewe na mimi tumetengwa. Maandiko ya somo kitabu cha Waamuzi sura ya 16 mstari wa 4, tutasoma mpaka wa 21. Nataka anayesoma kwa speed. Waamuzi sura ya 16, twende mpeni mic. Nataka anayesoma kwa speed. Anza mstari wa 4. Biblia inasema, ikawa baada ya hayo akampenda mwanamke mmoja, aliitwa Delila, na wakuu wa Wafilisti wakamwendea wakamwambia, mbembeleze upate kujua asili ya nguvu zake nyingi, na jinsi tutakavyoweza kumshinda, tupate kumfunga na kumpesa. Kumbuka na ubili kwa habari ya madhara ya kurudi nyuma. Mbembeleze kwa ubembelezi, tupate kujua namna ambayo tutamshinda. Inawezekana walifanya majaribio ya kutosha, sio inawezekana, ndio uhalisia. Walifanya majaribio ya kutosha. Hapa anazungumziwa mtu mmoja anaitwa Samsoni. Kwa leo tunajifunza kisa cha Samsoni. Nasi tutakupa kila mtu fedha 1,100. Delila akamwambia Samsoni, tafadhali uniambie asili ya nguvu zake. Pause kidogo. Uniambie asili ya nguvu zake. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Ndio maana ni muhimu sana, nazungumza na kanisa, ni muhimu sana kuwa makini. Ni muhimu sana kuwa makini. Unashiriki na nani siri zako? Unashiriki na nani vitu vyako? Wengine kwa kutokujua mlidhani mmepata watu mkajimwaga, ukamwaga siri zako zote, akajua wapi pa kukupata, akajua wapi pa kukukamata. Maandiko yanasema hapa, wewe Wafilisti, kwa kuwa Samsoni alikuwa adui wa Wafilisti, na
na Wafilisti walikuwa adui wa wana wa Israeli kwa muda mrefu sana, walikuwa ni maadui. Wakati wa viongozi waliokuwepo kabla Samsoni walikuwa wamekufa. Kumbuka wakati wa Yoshua wamekufa, ndipo waamuzi wakawa wameinuka wanaliongoza taifa la Israeli. Waliinuka waamuzi kadha wa kadha. Aliinuka Gideoni kule naye akawa ameondoka, lakini wakainuka wengine kina Yefta. Tunaona ile sura 11. Yefta akaondoka kafa, akainuka kiongozi mwingine akafa. Alipokufa ndipo Samsoni akazaliwa. Mama yake alikuwa ni tasa kwa muda mrefu, lakini malaika alimtokea mama yake akamwambia, tazama utabeba mimba, umekuwa tasa kwa muda mrefu, lakini sasa utabeba mimba. Hiyo mimba, huyo mtoto atakuwa ni mnadhiri. Narudia, huyo mtoto atakuwa ni mnadhiri. Sura ya 13 fungu la 4 na la 5 na la 7 pale anaonyesha kwamba huyo mtoto utakayembeba atakuwa ni mnadhiri. Wembe hautapita kichwani kwake. Akamwambia, wembe hautapita, wala mvinyo usichukue, wala mvinyo asinywe. Yeye ndiye atakayesimama kwa wana wa Israeli kama mwamuzi, apambane na taifa la Wafilisti ambao kwa muda mrefu waliwaonea wana wa Israeli. Ndipo Samsoni akazaliwa. Utaandika maandiko haya wewe kwa muda wako, utasoma 13 mstari wa 4, wa 5 na wa 7. Ile sura 13 mstari wa 4, wa 5 na wa 7 utaona haya ambayo unasema kwa habari ya mnadhiri. Ya mnadhiri maana yake aliyetengwa kwa kusudi maalum. Samsoni alitengwa kwa kusudi maalum, alitengwa kwa kazi maalum ambayo yeye alipaswa kuikamilisha na kuifanya kwa taifa lake la Israeli dhidi ya mkono wa Misri, wa Filisti. Endelea msomaji wangu. Na jinsi uwezavyo kufungwa ili uteswe. Na jinsi uwezavyo kufungwa ili upeswe. Samsoni akamwambia, wakinifunga kwa kamba mbichi. Samsoni anaanza kumwambia mke wake, anaanza kutoa siri. Anaambia, wakinifunga kwa kamba ngapi? Mbichi 7. Kwa kamba mbichi 7 ambazo hazijakauka, bado hakuna uwezo wa kupoteza asili ya nguvu zangu. Nguvu zangu zitapotea. Kwa hiyo kamba mbichi ambayo bado haijakauka, hiyo kamba nikifungwa nayo, basi hapo nitapoteza nguvu ya asili yangu. Ndipo wakuu wa Wafilisti wakamletea Delila kamba mbichi 7. Delila akawapa taarifa wale ndugu kwamba ameniambia 1, 2, 3 mahitaji ya kuharibu asili ya nguvu walionayo, leteni kamba mbichi 7. Akachukua, alafu naye akamfunga na kamba. Kwa alifunga nywele zake, alafu kule ndani kulikuwa na watu wanaovizia. Kuna watu walikuwa wakivizia, wakiangalia, akifungwa wanatokea. Kwa walikuwa wakiangalia mchezo mzima. Bwana Yesu apewe sifa. Bwana Yesu apewe sifa. Walikuwa wakivizia. Basi akamwambia Samsoni, Wafilisti wanakuja. Ndipo akazikata zile kamba. Ndipo Samsoni akakata zile kamba mbichi. Kama vile uzi wa pamba. Kama uzi wa nini? Wa pamba. Kama uzi wa pamba unavyokatika, akazikata zile kamba mbichi. Endelea. Basi hiyo asili ya nguvu zake haikujulikana. Basi asili ya nguvu zake, nisikilize kanisa, asili ya nguvu zake haikujulikana. Bado asili ya nguvu zake haikujulikana. Hakutoa pasweni neno siri au nywila ya asili ya nguvu zake kwa adui. Hakusema. Kifupi, aliwadanganya wakadhani wamepata asili ya nguvu zake, kumbe wakawa hawajapata asili ya nguvu zake, maana bado ikawa haijajulikana. Delila karudi tena akamwambia, mbona umenidanganya? Utasemaje unanipenda? Alafu mara hii tena alienda mara kadhaa, hiyo anasema mara ya 3 umenidanganya tena. Wawezaje kusema unanipenda? Endelea. Delila akamwambia Samsoni, tazama umenidhihaki. Na kuniambia uongo. Sasa tafadhali. Niambie. Niambie. Wewe
kitu gani? Waweza kufungwa na kitu gani? Akamwambia, wakinifunga tu kwa kamba mpya ambazo mtu hakufanya kazi nazo. Hapo ndipo atatoa passion nyingine. Akasema wakinifunga kwa kamba mpya ambazo hazijatumika, ambazo hazijafanya kazi, ambazo mtu hajazitumia, alafu nitakuwa dhaifu kama binadamu wengine, nitakuwa kama watu wengine. Kanisa nisikilize, sisi sio kama watu wengine, wewe sio kama mtu mwingine. Kisukumo anasema you are a peculiar person. Wewe ni mtu maalum, wewe ni mtu maalum. Narudia, wewe ni mtu maalum, maana Mungu wa Mungu unakaa ndani yako. Wewe hauko sawa na watu wengine, lazima ujielewe hivyo na kujitambua hivyo. Wewe ni mwana wa Mungu. Samsoni anasema nikifungwa na kamba ambayo haijawahi kutumika, hapo ndipo nitakuwa dhaifu, nitakuwa kama wanadamu wengine.